Nikatoka kwenda kuwatch game ya ilikuwa ni Nigeria vs Algeria. Nikarudi kitu saa 5 kwa nyumba. Wife akaanza kunivuruga jia chat. Nilikuwa kwa simu yangu joko anataka niende penye nilikuwa naenda huko. So tukavurugana, mimi nikamuondoka, nikamwambia kesho nafanya huko jua kali. Na hii kazi ya driver inafaa unaenda with your sober mind. Mimi nikaenda bedroom, nikamwacha sitting room na mtoto na maid. Mimi kulala, ndio nikashtukia kitu saa 8 ya usiku na feel vibaya. So sikujua ni nini imenihapenia, lakini mwili wangu iko kawaida. Nikaruka nje, kutoka nje nikaingia tena kwa nyumba. Siko najua ni nini, nikaangalia mtoto wangu wako wapi na familia yangu kwa ujumla iko wapi. Kurudi kwa nyumba sikuona mtu, nikawa naishiwa nguvu hapo, naanguka. Ndio nikabisha jirani mmoja hapo kumuulizi, nikamgongea, nikamwambia nasikia joto mingi, hebu toka na maji. Akatoka na maji kwa ndoo, kutoka na maji kwa ndoo kujimwagia kwa uso. Akaniambia wewe kijana, wewe umechomeka, enda hospitali. Boy child anatia bidii kwa maisha, analisha ule. In fact this Ismail ndio breadwinner wa familia yake, wa mama yake na nyanya yake. You can imagine watu wangapi tunaenda kugandamiza wakati Ismail ako kwa kitanda. So tafadhali, gender based, mtu angalilie hayo maneno. Tunaomba tu kama tunaweza pata haki, kama Isma anaweza pata haki. Na sio Isma peke yake, mwanamke mwingine mwenye atadhulumiwa na mwanaume pia apate haki huko, na mwingine na mwingine. So what we are crying for here is justice. Tafadhali tupate justice, ule msichana kuwe arraigned again, alafu Isma apate justice. We are praying for any well wishers who could come through and assist us in this. So tunaomba tukapate usaidizi ili maisha ya Isma yakapate kuendelea, maana katika familia yao amekuwa yeye ndiye sole breadwinner. Tunaomba tu usaidizi, maana tunajua anayopitia sio rahisi, itagharimu. Tunajua medical bills zitaenda juu, na hata tunajua healing yake itachukua muda. Si mtu atatoka kitanda cha hospitali na arudi kazi. Hatuelewi ni kwa nini koti iliharakisha na kumwachilia msichana huyu. Mimi naweza sema hivi kwa wanawake, don't force things. Usichukue sheria mikononi mwako. Kama mambo haisongi, tafadhali songa mbele, usichukue hatua. Wewe ni mzazi, jiulize, je, huyu akifanyiwa hivyo na ni mtoto wako, utafili aje? Usilazimishe mambo. Lazimisha kutafuta pesa lakini si mapenzi, tafadhali. And chenye tunataka za family, we are asking for justice. Hakuna kitu kingine, tunataka tu haki itendeke ili turidhike moyoni mwetu, kwa sababu kwa sasa hatujui chenye kilifanyika hata kotini kule, ambapo yule ambaye alichoma Ismail aliweza kutolewa kwa cash bail ya 20,000, na tunaona kweli hiyo si haki.